Wakati ndugu matajiri wa CEO walikuwa wakimhudumia kwa uangalifu mwanamke mjanja aliyekuwa amejifanya amezimia, dada yao wa damu aliyepigwa na mwanamke huyo alikuwa amelala pembeni bila fahamu, hakuna hata mmoja aliyemsaidia. Kumbe ndugu hao walikuwa wamekuja kumchukua dada yao aliyepotea kwa zaidi ya miaka 20, lakini baba yao ambaye ndiye pekee aliyewahi kumuona binti huyo zamani, hakuweza kuja binafsi kwa sababu babu yao alikuwa amejeruhiwa na kulazwa hospitalini. Kwa bahati mbaya, ndugu hao walimchukulia yule mwanamke mjanja kama dada yao wa kweli na kumwamini kabisa. Mwanamke huyo alipokuwa karibu kufanyiwa kipimo cha DNA, alijifanya amezimia ili kukwepa. Ndugu hao wakajawa na wasiwasi, wakamchukua nyumbani na hata kumuita daktari aje kumchunguza huko huko. Wakati huo huo, dada yao wa kweli aliyepigwa vibaya alikuwa amelala barabarani bila msaada wowote. Baba yao mwenyekiti alikuwa hospitalini akimhudumia babu yao. Akauliza kama tayari wamefanikiwa kumpata dada yao aliyepotea miaka 20. Ndugu akamwambia kwa furaha kuwa tayari wamemtambua dada yao. Kauli hiyo ilimpa baba yao utulivu, bila kujua kwamba binti yake wa kweli alikuwa karibu kufa. Kwa bahati, mpita njia mmoja alimkuta msichana huyo na kumpeleka hospitalini. Hata hivyo, daktari alipowapigia simu wazazi wa kambo kupitia namba zilizokuwa kwenye simu yake, walikataa kwa hasira. Wakasema hawatalipa hata senti moja kwa matibabu yake. Wakati huo huo, ndugu hao walikuwa bado wanamkabidhi mwanamke mjanja bangili ya jade ya urithi wa familia. Hawakujua kuwa kwa uzembe wao, dada yao wa kweli alikuwa amelazwa hospitali binafsi bila mtu wa kulimlipia matibabu. Kwa bahati nzuri, watu wema waliokusanyika walichanga pesa kidogo. Daktari akaguswa na kujaribu kuomba matibabu ya bure, lakini mchakato huo ungechukua muda. Wakati huo huo, mwenyekiti aliyekuwa hospitalini hapo alisikia kelele. Akauliza muuguzi kulikoni. Aliposikia kuwa kuna msichana aliyeachwa na wazazi wake bila msaada, akaamua mara moja kulipia matibabu yake. Hakujua kwamba tendo hilo la huruma lingekuwa linaokoa maisha ya binti yake wa damu aliyekuwa karibu kufa. Je, baba huyo atagundua ukweli kabla haijachelewa? Je, ndugu hao watajua lini kwamba walimdanganya na kumpuuza dada yao wa kweli? Kama umeipenda hii movie, kwa mwendelezo sehemu ya 3, comment next.